Maisha ni safari, barabara ndefu zimejaa alama, nyingine za kutisha, nyingine za kutuliza roho. Mabadiliko ya ghafla, kona nyingi hatujui. Hey, umeona huyo siku hizi msichana mjana anavaa vibaya? Gani? Surula hapa tu jirani tu. Tena nao wasichana, tena nao wauza wa Jezebel. Wanakuanga hivyo. Siku hizi hata nakwambia viskati zenye navanga, hata huwezi amini. Alafu kierere anakuanga nayo mingi, alafu anajifanya anaendaga church. Sasa si anasemanga ameokoka. Anashindwa ni koko gani hiyo ameokoka? Hata sijui. By the way. Na by the way tutaenda church. Leo unajua sisi watu tumeokoka hivi. Si kama huyo nyang'ao. Si lazima masaa by 5 hivi. Nitakushtua tuende church. Ni sawa basi, ndio umekunywa chai? Siko nimekunywa, lakini kama uko nayo unaweza niwekea. Rekani the bani ni changamoto no seka soti mundo. Ndio maana wewe nakutambuanga tu. Sasa nifike hapa chini. Sawa Haya. Mimi niko hapa tu. Tutembea gizani bila mwanga hatuoni. Wewe siku hizi hata sijui ni nini. Waje nikwambie, sijui watu wengine sasa ni kuokoka ama ni kufake. Hey! Watu wengine sasa hata vile wanavaa nguo hata wakienda church, unapata mtu amevaa nguo imefika hapa kwa magoti. Alafu pastor ako hapo mbele anahubiri. Uniambie kama hiyo sile inaitwa kwa temptation? Ndio unasikianga kuna sons na kuna slaves. Yes. Kuna tofauti ya sons na slaves. Sons ni wale hasa wanaogopa Mungu na waliitwa. Slaves wako tu. Watu wakiwa yani ni kama Kaini. Yaani ni kama ule uzao wa Kaini. Yaani hao watu hawawezi kuwa wazuri na hawawezi okoka. Kana kama ni kuokoka ni kufake. Hiyo ni kufake juu sasa kama unaenda kanisa huko umevaa nguo imefika hapa, pastor anahubiri hapo mbele. Sasa nikuulize, na hakuwa na kitambaka kufunika hiyo mama. Alikuwa tu ni kama tu alikuwa uchi tu. Tumevu tunakaa tumiti. Ni kama tuiga tu. Yaani kago kenye mambao kama ifika hapa. Na anasema kitu kufunika? Ana kitu kufunika, alikuwa amekaa hivi ni kama kwa kuiva. Na kwani? Kwani alikuwa church? Si huku kujua. Sunday si alikuwa kanisa na alikuwa amevaa hiyo. Yeye sikumuona. Alikuwa amevaa hiyo na alikuwa amekaa huko nyuma. Acha wakumuona. Alikuwa amejificha huko nyuma, sio alikuwa anajifunika na Bible. Ni kama Bible ndio inamfunika na anajua tu. Hakuna mtu aliona hiyo ako kanguo. Sasa yeye vile alikuwa amekaa huko nyuma. Mwenye alikuwa mbele yake alikuwa mrefu. Sasa yeye amekaa hapa nyuma, alafu amefaka sasa Biblia ndiye alikuwa ameweka hapa kwa kati ya miguu. Habari gani? Wasalimia nani haswa? Wewe nani nao? Juu kama sisi tumeokoka, tutaki kukaa na watu wa dunia. Kwanza hata hatutaki kuharibu wokovu. Kama saa hii ameenda kwa mbabu. Hiyo ndo kazi. Alafu ana fake anaenda kanisa. Kanisa gani hiyo? Maisha ni safari, barabara ndefu zimejaa alama, nyingine za kutisha, nyingine za kutuliza roho. Mabadiliko ya ghafla, kona nyingi hatujui. Tutembea gizani bila mwanga hatuoni. Lakini kuna njia moja tu ya kweli, nuru isiyozimika, inaangaza milele. Amini Yesu Kristo, yeye ndiye jibu lako. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Majekwa ziko dalili nyingi zinazochanganya akili. Majaribu na vishawishi vinajaribu kututoa njia, lakini ukinyanyua macho juu msalabani, utapata amani na nguvu za kuendelea. Lakini kuna njia moja tu ya kweli, nuru isiyozimika, inaangaza milele. Amini Yesu Kristo, yeye ndiye jibu lako. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima.
Yaje? Sasa ukifika pale milimani ndio ngapi? Saa mbili tu. Sawa. Hiyo safari ilikuwa mrefu. Umesema ni pesa ngapi? 200. Nilikuwa nimebeba wallet yangu. Wewe mimi sikuwa ulikuwa unabeba kidogo. Mimi nilibeba kutoka pale. Wewe bwana wewe. Hapana. Nipatie do. Unipatie do. Nipatie do. Wewe nipatie do. Tunakuwa tu pesa. Kuna kukaa hapa. Nipatie do. Watu hii maidi. Nipatie do. Siko bana. Mimi nataka hiyo pesa. Nataka kujua nipatie do. Hapo chini milimani hadi hapa. Unashangaa. Mimi nilikuwa nimelipa pesa yangu hapa. Nilikuwa kwa wale. Fika kubeba kutoka hapa ndio nimeangalia nikapata sina. Pesa. Pesa ngapi? 200. Sawa, mwachilie na kulipa. Lipa kwanza ndio mwachilie. Hapa. Lipa kwanza ndio mwachilie. Dada asante, umemuokolea nikimkaandika. Sawa. Basi tukira tembea na do. Sawa. Mimi naweza kuambia shukrani tu. Karibu sana, usijali. Watu wa Mungu nikusaidiane. Mimi nikipata pesa tu, nikirudi tu mimi nitakutafutia pesa yako nikurudishie tu. Umeniokolea tu. Watu wameokoka nikusaidiana. Hii maisha nikusaidiana. Ni kweli. Ni wewe, kesho ni mimi. Hiyo ni kweli nayo. Kwa hivyo usijali. Wewe uwe tu na wakati mwema. Safari njema. Pia nawe. Mimi nasema sio asante. Karibu. Haya. We. Walai kama usio huyo msichana walai. Gai. We. Na vile nilikuwa na huyo msichana vile anamdescribe vibaya ati vile anavaa. Ndio maana Biblia inasemaga tu wokovu ni roho yako, ni roho. Si watu unaangalia tu vile mtu amevaa ati unaanza kumjaji. Mungu anasema usihukumu ili kwa kuja ukahukumiwa. Nyasaye mimi nisamee. Najua natenda dhambi. Mungu nisamee. Hii kwanza ni aibu. Sasa vile tulikuwa tumekaa tu tunamsengenya na ule madamu, ule jirani yangu. Hii itakuwa ni aibu. Kumbe tu wokovu si vile unaangalia mtu. Wokovu ni roho yako na matendo yako. Si vile unaona mtu anavaa tu unaanza kumjaji. Mungu nisamee. Nipe hiyo akili, hiyo wisdom vile ulipea. Nipe hiyo wisdom nisikuje nikahukumiwa Mungu. Ile roho ya tu ya kusamea Mungu.